Kila mara anapotoka ninamwambia mama nataka twende wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninawatia moyo hata mabinti mlioko mahali hapa. Tembeeni pamoja na kina mama. Mtapata vitu vingi. Amen. Amen. Hallelujah. Naona kama mtoto akiharibika angalia mama yake. Si ndio? Yeah. Kitu kinakulia kwa kingine, sio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namkaribisha mtumishi pamoja na mimi. Karibu mama Promise. Huyu mama mimi nafanya kazi na yeye kwa karibu sana. Nafanya huduma na watu wa Kimasai. Wa Maasai ndio tunaofanya kazi na wao. Na nimefanya na wanawake wa Kimasai tangia mwaka 2005. Na wakati huo huyo hapa alikuwa bado ni msichana. Ila mpaka sasa hivi yuko pale anatumika kwa Wamasai, yeye mwenyewe akiwa ni Masai. Ni vizuri wakati mwingine unatembea na watu kwenda makabila mengine kujifunza. Kwa hivyo tumejisikia vizuri sana kuwa na yeye. Anaitwa Mama Promise na mimi pia ni Mama Promise. Unaona? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawapenda. Amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Namshukuru Mungu kuwepo katika kanisa lake. Nimefurahia sana ukarimu wa kina mama. Mungu awabariki sana wa kina mama. Hebu jipigieni makofi wa kina mama. Nimefurahia pia ujio wenu wa kuja kwenye semina. Kweli Mungu awabariki. Mungu awabariki pia kina baba kwa sababu mmewaachilia kina mama kuja kwenye semina. Mungu awabariki sana. Kwa jina langu naitwa Anesta lakini watu wananiita Mama Promise. Ninafanya kazi Masaini Waiwa. Ninatumika na Mama Mkolwe na nimefurahia kuwepo pale Masaini kuwatumikia wa Masai na ninafurahia kuwatumikia wa mama vijana, wa mama wazee, wa vijana na hata wasichana. Ninawapenda sana. Mungu awabariki. Hallelujah. Mara nyingi wamama wanajifanya ni wajuaji sana. Hallelujah. Wanajifanya ni wajuaji lakini kuna vitu hawawezi. Haijalishi pamoja na kwamba wanaweza kufanya vitu vingi, lakini kuna vitu hawawezi. Lakini ninamshukuru Mungu nilijitambua mapema nikasema hapana. Mimi silali chini ya tairi, ikiharibika nitabaki tu pale nikiwa nimekaa ninaimba. Hallelujah. Nikaamua acha nitembee na mwenye anaweza kulala chini. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa na Francis. Francis ni mtumishi wa Mungu na yeye ni kijana wangu. Nimekuwa na yeye miaka mingi. Yaani ananijua vizuri. Ukiona unatembea na watu wanaokuelewa, wanajua tu mama akiwa amebadilisha sura, inabidi wabadilishe position. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwamba amekubali kuweza kuja kufanya na sisi. Yeye ni kijana ndio lakini amekuja kusindikiza wamama kwa mkutano wa wamama. Naomba tumpigie makofi. Huyu ni kijana lakini yeye ni baba. Kwa hivyo sisemi ni kijana kana kwamba ni kijana yani yule nimemuita shujaa wa imani, si ndio? Huyu hapa ni shujaa ndio wa imani lakini ametumwa pia kuwa sehemu ya hii safari. Mwenyewe atajielezea. Karibu Francis. Bwana Yesu asifiwe. Semina ya wamama ni nzuri. Lakini nawaambia wababa pia tunaendesha semina za wababa peke yao tu. Kwa sababu tunakufa haraka sana. Sijui ushawahi kujiuliza kwa nini wamama wanaishi miaka mingi alafu wababa wanaishi miaka michache? Wamama wanaongea sana wakiwa na uchungu ndani na wanalia sana, wanapona haraka. Sisi tunavumilia kweli na machozi ni sumu. Inabaki kwenye mwili, tunakufa haraka. Kwa sababu hiyo tumeamua kuanzisha semina maalum kwa ajili ya wanaume tu. Kama wewe ni mwanaume nipigie makofi. Na kama wewe ni mwanamke nipigie makofi kwa sababu tumeanzisha kitu. Sijamaliza. Tumeanzisha kitu cha kusaidia wewe mwanamke uishi
na mme wako mpaka mzeeke wote, sio akuache mapema. Sawa, lakini pia tunaendesha semina za vijana. Tukiitwa tunakuja. Bwana Yesu awabariki sana. Mimi naitwa Francis. Jina lingine unaweza kuniita Maloba. Ni baba kama mlivyoambiwa, watoto 4, mapacha wa kwanza alafu wawili. Elewa. Huu ni ujumbe wa Mungu kwa kanisa hili. Nikiwa nimekaa hapa, Mungu amesema ni chukizo kubwa kuja kanisani na sadaka ya sarafu 100, 200, 500. Unamtolea Mungu sadaka gani hiyo? Mungu amechukizwa na hicho. Watu hawabarikiwi kwa sababu ya hicho kitu. Baraka zingine hauhitaji kuomba, unahitaji kutoa tu. Na mkoa wa Singida ndio mkoa maskini Tanzania. Kwa nini? Tunaweza tukabadilisha kwa kuamua kutoa. Maana tuko sehemu nzuri. Dodoma iko hapa, Mwanza iko hapa, Arusha tuko katikati. Tunaweza tukabarikiwa kuliko mikoa yote Tanzania. Sasa mchungaji, mimi wasiogope kutoa ujumbe wa Bwana. Sadaka, njoo nyumbani mwa Bwana na sadaka nzuri. Haiwezekani kwenye simu yako unaweka vocha ya kutosha. Nani anawekaga vocha ya 100 kwa simu yake? Mwanangu naomba vocha ya 100. Haipo. Sasa wewe unataka kubarikiwa alafu umpendi anayetoa baraka. Tunajuaje unampenda Mungu? Sio wakati unaimba, sio wakati unarukaruka, ni wakati mkono wako unaingia mfukoni mwako na kutoka. Yaani nikichukua chombo cha sadaka nikimimina hapa, sarafu zitaingia mpaka kule. Mungu hapendi. Sio moyo wake. Moyo wa Mungu ni wewe utoe sadaka inayomvutia. Wengi tunatoa sadaka ya Kaini. Kama tubadilishe mfumo. Mungu hapendi. Mungu awabariki sana. Mmesikia ujumbe. Kwa hivyo kama alivyosema mama, mimi ni mtoto mkubwa. Na wao wanawake ni jeshi. Lakini kwenye jeshi kubwa, ila tukiona wewe ni wengi, lakini lazima wawe na kamanda. Hasa Mungu ametujalia wanaume kuwa kamanda. Kwa hivyo tutumie nafasi zetu vizuri, na wao wakitumia nafasi zao vizuri, tujenge ufalme wa Mungu. Mungu awabariki. Hallelujah. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana, ila roho yangu tu. Tuimbe wote huo wimbo. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana, ila roho yangu tu. Baba pokea sifa hizi Bwana, tena uzibariki Bwana, uzijaze baraka zako, pia na roho yangu. Baba pokea sifa hizi Bwana, tena uzibariki Bwana, uzijaze baraka zako, pia na roho yangu. Tunaomba mama tushike, tunaenee miujiza yetu. Wababa hawakujua, lakini kama mama alikuwepo, alipeleka sadaka hiyo, alieleza nyumbani. Haleluya. Tunafanya hivyo kwa kumaanisha
Tumesema sisi ndio tutakayoleta baraka nyumbani kwetu. Sisi ndio tutakayoleta baraka kwa waume zetu. Sisi ndio tutakaoleta baraka kwa watoto wetu. Sisi ndio tutakaoleta baraka kwa maboma yetu. Sisi ndio tutakayolibariki kanisa. Kanisa bila wanawake haliendi mahali kabisa. Sisi ndio tutakaoleta baraka kwa mchungaji. Sisi ndio tutakaoleta baraka kwenye chama cha wamama. Sisi ndio waombezi wa kanisa. Sisi ndio wasimamizi wa kanisa. Sisi ndio wakarimu wa kanisa. Sisi ndio watoaji wa kanisa. Sisi ndio yote katika yote tunaweza. Baba, kusimama vizuri ni mama. Na tunaomba wababa mtajiunga pamoja na sisi. Haleluya. Leo wamesema mama tumaanishe kabisa. Wamesema leo ni siku ya wamama. Nataka tuombe. Tunene. Nena wewe peke yako. Zungumza baraka. Wababa, kwa taarifa ni kwamba wamama leo kila mama ameshika sadaka kwenye mkono wake. Hii sadaka ni ya kwenda kutumisha mfuko wa wamama. Tunataka kwenda kuitumisha, si ndio? Kuinenepesha. Kiswahili jamani ni lugha ya watu. Tunaenda kuinenepesha. Naomba nitumie hiyo na tuelewe. Na tutaomba wababa mtajiunga na sisi kunenepesha huo mfuko, kwa sababu baraka zitakapomiminika kutoka kwa wanawake zinakupata mahali ulipo. Ewe binti uliyoko mahali hapa, ni muhimu kujiunganisha na baraka hizi. Ni muhimu kuwa sehemu ya baraka hizi. Baba, usikubali baraka zikupite. Usione ni vitu vya utani. Ninasimama hapo kwa sababu Mungu ametaka niwepo mahali hapa leo. Niko hapa sio kwa mazoea. Niko hapa kwa sababu Mungu ametaka niwepo. Ninaomba ujiunge pamoja na sisi. Unganika na baraka hizi. Nena na hiyo baraka uliyoishika mkononi. Nitakuja kuichukua. Haleluya. Baba yetu na Mungu wetu, zungumza na baraka yako. Bwana Yesu, tunakubariki. Tunaunganika kabisa na sadaka hii tuliyoishika mikononi mwetu. Tunaomba Bwana kupitia sadaka hii ukatuponye. Kupitia baraka hii Bwana ukatulinde. Kupitia baraka hii ukatujengee kanisa zuri la kisasa. Kupitia baraka hii Bwana ukalete mabadiliko katika kanisa hili. Kupitia baraka hii Bwana ukaamushe kanisa. Kupitia baraka hii ukaondoe mazoea. Kupitia baraka hii ukaondoe uzembe. Bwana, kupitia baraka hii ukatuponye. Ukaponye watoto wetu. Ukaponye na nyumba zetu. Yesu, tunatangaza mabadiliko ya moyoni na ya mwilini na ya kiuchumi kwa jina la Yesu Kristo. Mtakatifu, tunasimama mahali hapa tukisema sadaka hii tumeinenea tangia siku ya Alhamisi, tukainenea na leo kama ilivyo siku ya ukamilifu. Tunaomba Bwana ukakamilishe kusudi lako. Tunapokea vilivyo vya kwetu kupitia sadaka hii. Tunapokea vile ambavyo watu walitunyang'anya. Tunapokea vile ambavyo adui alituibia. Tunarudisha kusudi la Mungu katika maisha yetu. Tunarudisha kusudi la Mungu katika nyumba ya Bwana. Tunasimama kwenye zamu kama wanawake. Tunasimama kwa mara nyingine tena. Tunasema Mungu, tunakuhitaji. Tunakuhitaji kuliko jana. Tunakuhitaji kuliko siku zingine. Ondoa ukawaida ndani ya maisha ya wanawake. Ondoa mazoea ya ajabu. Tutenge mbali na marafiki wasiokuwa wasawa. Na kwa sababu hiyo Mungu, baraka hii ikazungumze mbele zako. Baraka hii ikazungumze mbele zako Yesu. Sadaka hii ikanene mema juu yetu kwa jina la Yesu Kristo. Na wote tuseme amen. Amen ya nguvu. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kushikilia sadaka yako. Endelea kushikilia. Nilisema kwamba mimi nitahakikisha nimebeba baraka zangu zote ambazo nilitaka kuwepo hapa. Nimekuja Kimbwi na ninarudi nilikotoka, lakini sitoki bure. Ninatoka na baraka. Je, wewe unatokaje kwenye semina hii? Unatokaje mahali hapa? Je, ni kawaida tu unakuja kanisani?
Nimependa sana kwaya zenu. Mnaimba vizuri, mnaweka step. Ni vile mwili tayari ulishaharibika shape, ningeweza kuruka na nyie. Lakini basi unakuja kucheza tu. Unakuja kuchukua nini kanisani siku ya Jumapili? Haleluya. Unaweza ukaweka alama katika kanisa la FPCT Kimbwe. Ni alama gani umeweka? Umekaa mahala hapa miaka mingapi? Unasubiria nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa tunazungumza sana kuunganika na kusudi la Mungu. Mungu anapotupa watumishi wa Mungu wamekaa pale madhabahuni. Siku ya kwanza mchungaji alisema kazi yangu mimi ni kuwaombea. Unaunganikaje na yale maombi yanayoumbwa? Unaunganikaje? Wanapita, wanapanda na kushuka. Nilisema mchungaji, wakati mwingine watu wengine ni kuwalazimisha kupokea baraka. Wengine walazimishi. Unajua mtoto akileta kichwa hata kwa fimbo utampiga. Hata akiingia kanisani analia, unamwingisha unamwambia kaa kwa kiti, kulia lia, endelea tu kulia wewe, lakini kusikia utasikia. Bwana Yesu asifiwe. Nimeombea jina langu naitwa Rita. Mimi ni mama. Ninashindwa kueleza nina watoto wangapi. Mungu amenipa watoto wengi sana. Sana. Wengine wao wako hapa, sijui kama wapo leo ama hawapo. Martha yupo? Huyo hapo. Huyo ni mtoto wangu. Amekaa huku muda mrefu. Wakati nilikuwa hapa sikukumbuka kumtambulisha, lakini yeye ni mtoto wangu. Inawezekana mnamuona unashangaa, ametoka wapi? Huyo ni mtoto wangu. Kama hajawaambia, mtoto wangu kabisa. Simama vizuri mami. Hawa wanashangaa nani huyu? Aje tu mbele. Bwana Yesu asifiwe. Martha wamesema uje hapa mbele leo. Kuna watoto wapendi kusimama mbele, lakini leo utafika. Kuja mpaka hapa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoingia Tanzania, huyu ni mmoja wa watoto ambao Mungu alinipa. Miaka mingi imepita, mingi. Akiwa kadonyo, sasa hivi si ni dada, huyu ni mwalimu. Yeye ni mwalimu New Vision. Kwa hivyo wangapi wanamfahamu? Wachache tu ndio wanamfahamu. Yeye ni mkimya sana kuliko mama yake. Amuliagi sana. Haleluya. Amen. Huyu ni mtoto wangu. Kwa hivyo niko huku Singida, mimi nipo na huyu ni mwakilishi wangu. Amina. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niko pale na mdogo wangu huyu hapo. Mama, wewe unafahamika? Sina uhakika kama anamfahamu. Yule pale ni mdogo wangu. Kwa hiyo ina maana mimi Singida nipo. Ndio. Kwa hivyo haijalishi nini kikawa, hata ikitokea niko wapi, lakini Singida nipo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu nikiambiwa nenda Singida, ninaenda kupiga, yani unaona jiwe moja linaenda kupiga ndege wengi. Unaona ni fursa pia kuwafikia watu wako. Namshukuru Mungu kwa sababu wameniwakilisha vizuri. Bwana asifiwe. Namna gani tena? Niambia tena ninaenda kunani, alafu tena wanasema wanaenda kutumisha kukuza mfuko wa mama. Sasa nikasema watu gani hao? Wamekuwa Afrika tofauti. Kumbe walikuwa wananikaribisha kwamba njoo uwe sehemu ya hiyo baraka ambayo tunaweza kuteka. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema na mimi nitakuja hivyo hivyo. Mama akosagi ile ya kununua chumvi, ama akosi viboga vyake bustani yake kule nyuma. Kama wewe hauna, na naona huku chakula ni kingi, hauna kabusi penye umeotesha mchicha, umeotesha nini, nilienda nikachuma mchicha wangu nikapeleka sokoni, nikachuma sukuma nikapeleka sokoni, nikachuma kila mboga niliyokuwa nayo nipeleke sokoni kama maandalizi ya kuja kuteka baraka Singida. Bwana Yesu asifiwe. Na naamini na wewe umefanya hivyo. Umefanya hivyo kabisa.
na kuna kitu ambacho Mungu yuko nacho kwa ajili yako. Na kwa hivyo leo, kwa sababu kutusindikiza, kwa sababu wao ndio makamanda wetu na sisi ni wanajeshi tunafuata nyuma. Haleluya. Lakini mimi kwa wamama basi unakuwa na wanajeshi warefu wafupi. Mimi nimepewa fursa ya kuwa mwanajeshi nyuma ya mwenyekiti. Kusema haya, tumesimama nyuma, twende basi. Twende. Haleluya. Amen. Nataka tufungue vitabu vyetu kwenye Wafalme wa Pili. Zungumza kuhusu nguvu ya mwanamke. Nguvu ya mwanamke. Nafikiri wiki hii tumejifunza mambo mengi. Tumesoma hicho kitabu na vingine vingi. Tumezungumza kuhusu mambo mengi kuhusu mwanamke. Tumeangalia wanawake wa Biblia walivyoleta utofauti. Tumeangalia wale ambao waliponya, waliokoa, walibadilisha, waliekeza, walifungua malango na baraka zikashuka upande wao. Tumetazama hawa wanawake. Kwa hivyo ninaamini kwamba hata wakati nilipokuwa nazungumza, mimi ni sehemu ya hawa wanawake. Haleluya. Nafikiri vitu vingi tulivizungumza. Tuko kwenye Wafalme wa Pili 4, tunaenda kwa hiyo 8. Kwa hivyo kama unafungua Biblia tu, fungua hapa alafu tulia hapo kwanza. Ninaamini kwamba mara nyingi ukinia kufanya kitu ukifanye. Ukisema neno nitafanya, mimi nitakuja kufanya, ninatamani nitalima pale, ninatamani nitafanya, hautakaa ukifanye mpaka uchukue hatua. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunazuiliwa na hofu, tunazuiliwa na maneno, tunazuiliwa na vishawishi. Tunaambiwa na wengine, wewe huwezi bwana. Wewe huwezi kabisa, huwezi. Unaweza. Bwana asifiwe. Naomba mwambie mwenzako, ukiamua ama ukinia kufanya kitu kifanye. Ongea kwa kumaanisha, ukinia kufanya kitu kifanye. Ukikaa katikati unasuasua, wewe sio moto wala wewe sio baridi wala wewe ufanye ama haufanyi, unakaa pale katikati uone ni wapi uzito utalemea ili uanguke, utakosa vyote. Bwana apewe sifa. Na mwingine anakosa kufanya kitu kwa sababu rafiki yake hajafanya. Mwingine anakosa kufikia malengo kwa sababu ya vishawishi vya marafiki anaokaa nao. Wewe unakaa na nani? Ni nani ambaye ni rafiki yako? Ni watu gani ambao wanaleta tofauti ndani yako? Je, hao marafiki zako wanaekeza nini ndani yako? Na wewe unaekeza nini ndani yao? Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia baadhi ya vitu tulivyovizungumzia, tunajaribu kupitia tu. Napitia kidogo. Soma 4 fika 14. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye alimshurutisha kila alipopita njia ile kuingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Gehazi mtumishi wake, muite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake, akamwambia, sema naye sasa. Sana namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe ajibu.
hakika hana mwana na mumewe ni mzee. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Roho Mtakatifu, tunaalika uwepo wako. Tunaomba kwamba ukaumege mkate huu kwa ajili ya wanao. Sema na mioyo yetu. Uende unaenda kuzungumza na mtu mmoja tu kati ya umati huu mkubwa. Bwana, ninaomba kwamba ukasababisha uponyaji kwa huyo mtu. Sababisha uzima kupitia neno hili. Bwana, rejesha vipande vilivyopotea, vilivyovunjika. Bwana, ukaunge kwa upya tena katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kuzungumza kwa sababu leo ni wiki ya wanawake. Naangalia kwenye kitabu hiki, tunaona mwanamke Mshunami. Mwanamke Mshunami huyu alikuwa ni mwanamke kama mimi. Mwanamke ni mwanamke tu, hana utofauti wowote. Tofauti ni mavazi yaliyovaliwa ni tofauti, na wengine tumeumbwa maumbo makubwa, wengine maumbo ni madogo, wengine ni warefu sana, wengine ni wafupi sana, lakini yeye ni mwanamke tu. Haleluya. Unaweza ukasema huyo mama namuogopa, lakini hamna cha kuogopa, ni mwanamke tu. Hamna kitu kingine. Hamna utofauti wowote. Kama kungekuwepo na utofauti, labda wengine macho yangekuwa hapa juu. Bwana apewe sifa. Biblia inasema kwenye hiki kitabu kwamba huyu mama alikuwa ni mama mwenye uwezo. Biblia yangu ni ya Kiluya, ndio sababu sijaifuatilia sana. Nikiongea Kiluya hapo watu wengine wataanza kushangaa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama alikuwa ni mama tajiri. Alikuwa ni mama mwenye uwezo. Alikuwa ni mama mkarimu kutoka ndani. Yeye alikuwa ni mkarimu tu. Mwanamke Mshunami alikuwa ni mkarimu. Alikuwa ni mwanamke wa kujali. Haleluya. Alikuwa ni mwanamke wa kujali. Mara nyingi maboma zetu huko tunakotoka sisi, yapata fursa ya kuingia kwenye boma la Mnyaturu. Natamani wakati mwingine nikija, natamani sana niende kutembelea kwenye boma la Mnyaturu. Kwa hivyo naombeni jamani, mnikaribishe tu angalau kwenye boma moja. Haleluya. Kwa sababu sijaingia kwa moja na nakosa fursa. Na nimeshakosa, naondoka naenda Arusha baada ya hapo. Huyu mama alikuwa ni wa kujali. Nilikuwa nasema mara nyingi kwenye maboma zetu, maboma ni ya wababa, si ndio? Kwenye maboma yetu wa baba, wewe hata uwe mkarimu, baba hata uwe unajua ni mzungumza na watu, hata kama wewe umeweka geti lako liko wazi, Mungu amekubariki chakula unacho cha kutosha, na unawapenda watu na unawajali mwenyewe. Kwa hivyo ina maana huyu mama ni mtu wa kuchunga na kuweza kumwangalia na kujaribu kuweka mipaka yake vizuri. Mama akikataa wageni, boma haingiliki. Mama akiwa sio mkarimu, anakufungia baraka wewe baba. Kwa hiyo asante wa baba kwa kuwaleta hawa mama. Tunawatengeneza wawe wazuri. Amen. Ili waache kufungia baraka zako nje. Haleluya. Huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke wa kujitoa. Alijitoa. Alinia na alikusudia na alijitoa. Hakujitoa tu kujitoa, alijitoa na mali yake. Haleluya. Mwanamke huyu alikuwa ni wa kupenda, alijua kupenda. Kila mtu anapenda mtu anayejua kupenda. Mimi wakati ninaolewa ni kwa sababu ya kupenda. Niliwaambia wamama mimi napenda kupendwa. Na ni nani asiyopenda kupendwa? Nani? Yupo? Mtu yoyote ukimpenda atafanya tu, ataimba wimbo wako. Ukimpenda mtu atacheza muziki wako. Ukimpenda mtu ukimwambia ruka anaruka kwa sababu anataka kupokea ule upendo. Haleluya. Amen. Huyu mtu alikuwa ni mbunifu.
mwanamke huyu Mshunami anayezungumziwa kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili alikuwa ni mtu wa kubuni. Alikuwa ni mbunifu. Haleluya. Huyu mama alikuwa yuko makini sana. Tutaelewesha kidogo baadaye. Alikuwa ni yuko makini. Wazungu wanasema sensitive. Alikuwa yuko makini. Alielewa mazingira yake yanasema nini, watu hawa wanasema nini, nani huyu anakuja, hawa watu wanatoka wapi, ni watu wa aina gani. Alitamani kuwatafiti, aliwatafiti, aliwachunguza, alijua ni nani huyu amekuwa anapita. Huyu mama alikuwa na lugha ya kushawishi. Haleluya, Haleluya. Alikuwa ana uwezo wa kushawishi. Mama huyu mwanamke huyu, natamani mimi ningekuwa huyu, bado sijamfikia, lakini nakwambia hivi, lengo langu natamani kumfikia huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu wote tunie kumfikia huyu mwanamke ambaye yuko makini, anabuni, ni mkarimu, anatoa vitu vyake. Hallelujah. Yuko tayari kujitolea. Hallelujah. Huyu mwanamke Mshunami Pikelekele vizuri. alikuwa ni mwanamke ambaye anamcha Mungu, na alikuwa ni mwanamke mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimetaja mambo mengi. Je, wewe uko wapi? Uko. Huyu mama alikuwa ni mama mwenye uwezo wake, lakini alikuwa ni mkarimu. Alimtumikia Mungu na vitu vyake. Biblia inasema mama huyu aliona watu hawa vile sisi tulivyopita huko. Hatutaki kuwatumia hawa watumishi tu wa Biblia. Vile sisi tulivyopita, aliwaona watu hawa. Walipita kwake pale. Biblia inasema aliwashurutisha. Nasema hiyo? Aliwashurutisha hawa watumishi, njooni mle chakula. Ina maana alikuwa ameshaandaa chakula. Haleluya. Huyu mama aliandaa chakula. Aliwaandalia chakula hawa watu. Walikuwa wanakula pale, wanapanda, wanashuka. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema wakati fulani akasema, nahisi kabla hajaweza kuongea na mume wake, kuna kitu alifanya. Alipiga mahesabu. Akafikiria, hawa watu wamekuwa wanakuja. Huyu ni mama peke yake anaongea. Na kwa sababu ni mama mwenye uwezo, sio mama maskini. Haleluya. Hakutumia kichwa kwa sababu yeye ana uwezo, kwa sababu yeye ni tajiri, akania tu acha niende nikajenge mimi kichwa kibanda, nikaweke kitanda, nikaweke kila kitu. Lakini kwa sababu alitambua kamanda wake yupo. Sema sawa mama. Alitambua kamanda yupo, sema Amen. Akachukua hatua. Akaheshimu, akasema kwa sababu kamanda wangu yupo, ngoja hii yote niliyobuni. Kisa kwa nini alibuni? Labda angemwambia kamanda, angemwambia sasa tunaanzia wapi kujenga nyumba? Sasa hiki kitanda tutatoa kwa fundi yupi? Sasa okay, tunaanzaje? Hapana. Mama huyu alikuwa ni mbunifu. Na kwa sababu alikuwa na vitu, alijitambua yeye ni tajiri. Na akatambua nina uwezo wa kufanya hiki, lakini ninahitaji ruhusa ya kamanda wangu. Wababa, nyinyi ni watu wa muhimu sana. Nilikuwa nawaambia wa mama, mimi ninamheshimu mume wangu. Ninasimama hapa nikiongea mbele ya baba, hayuko hapa. Siku moja atakuja. Ninamheshimu mume wangu. Kwa hivyo kama hawaheshimu, tumeshaongea. Kama hawaheshimu, kumbusha. Mbona yule mama wa Arusha alisema kwamba wanawake waheshimu waume zao. Kulikoni? Mbona wewe umekaa vya ajabu ajabu unaongea bila mpango? Kumbushe baba ulioko hapa na mama ambaye break na kata. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ya heshima, yule baba angeamua nisije hapa, singekuja. Unajua hivyo? Baba angeamua nisingekuja hapa, singekuja mimi, angesema hapana,
usiende kwa sababu ya watoto. Ningekuja? Usingekuja. Na mimi nisingefanya vizuri, unafikiri ningeruhusiwa kuja? Usinione nimevaa hivi, nina adabu nikiwa mbele ya yule baba. Siongee ovyo ovyo, nimetembea na watu wanaonifahamu. Unaelewa? Nimetembea na watu wanaonifahamu. Kwa hivyo sikupigia hadithi. Nina adabu debe. Ukija kwangu baba akiongea nimenyamaza. Hivi unaomba nisikie naongea sio. Ndio baba. Imenipa kuishi. Haleluya. Amen. Amenipa gari lake nikaja nalo. Jamani, sina maana nimefanya kazi vizuri. Amen. Usipofanya kazi vizuri baba, mama, andaa mazingira kabla haujasema tukio. Biblia hii inatuambia mwanamke Mshunami akaenda kwa kamanda wake. Kwani vile alikuwa na pesa, alienda kwa mume wake. Samahani nimetumia neno kamanda, lakini nafikiri tunaelewa. Akaenda kwa kamanda wake, akamwambia, baba, unaonaje baba? Sasa mimi nilikuwa ninatamani niende huko Singida. Na huko Singida sina kitu. Nimesikia kuna chama cha wamama wanaenda kukuza mfuko wa mama. Wewe usijali, wanaenda kunenepesha mfuko ya wamama. Sasa baba, naomba na mimi naomba tu sadaka. Jamani, usiombe leo. Nilianza kuomba kitambo, mwezi ule uliopita ndio nilipigwa simu. Nikaanza maandalizi kitambo. Unajua baba, unajua sasa ni wiki ijayo. Siku zimefika, sasa ni wiki ijayo. Unaenda wapi? Ni wapi unaenda? Naenda huko Singida. Kanisa gani? Kanisa la mchungaji Pinda. Mmoja anamfahamu mchungaji. Nimemkaribisha. Mimi sina pesa. Nikanyamaza. Tena nikarudi. Baba, unajua siku zinakaribia. Sasa ndio nataka niende. Sasa unaonaje? Niende na basi au niende? Hii sio utani. Nimefanya. Kwa hivyo mimi mchungaji nikitoa sadaka hapa, sijaiba, nimepewa na mzee Mkolo. Kwamba peleka, na baraka zake zote zimeambatana. Na nikibeba baraka nilikaza kubeba hapa, ninampelekea na yeye. Kwani haleluya. Ninampelekea baraka kwa sababu ni sehemu ya baraka hii. Yeye ni sehemu. Nilichokifanya mimi, kazi nimeifanya. Nilipopeleka baraka ni yetu, mimi, mume wangu, watoto wangu na wajukuu wangu watakuwa sehemu ya hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanamke huyu alienda kwa kamanda, akamwambia, ewe baba, unaonaje? Watumishi wa Mungu wamekuwa wanapanda, wanapita, wanashuka, wanakula tu chakula, lakini leo ninaomba tu wajengee mahali. Kwani huyu mama alikuwa na boma lake? Si ilikuwa huyo tu kamanda? Kwa hivyo ukiwa kwa boma la watu siuwe na adabu. Wakati mwingine unaingia kwenye boma la watu unapeleka kiherehere cha huko kwenu. Kibaki huko huko. Ukienda kwa watu shika adabu za watu. Utakula vitu vizuri. Pigelegele wa kina mama. Haleluya. Wamama tukibarikiwa hatujui tunakosa maadili. Bwana asifiwe. Ninajifunza mimi mahala nilikotoka, mahala niliko na mahali ninakokwenda. Mtu anaweza kuniangalia, ukija kwangu ni vile vile, ukinipa mlenda anasema asante. Ukinipa asante. Kwa sababu gani? Maisha niliyoyaishi ninayajua mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tunazungumza kwa sababu ni wiki ya wanawake. Mimi ni mwanamke na ninajua tukibarikiwa tunavyojua kuringa. Ninamjifunza huyu mwanamke sana. Wala aingie ndani ajisikie yeye ndio mfalme wa hilo boma. Yeye ndio mfalme wa boma. Simba wa kabila la boma la Francis. Hivyo ndivyo ilivyo. Na ukimpa heshima, kupendwa ni lazima. Biblia inasema, Bwana Yesu asifiwe, tuheshimu ili tupendwe. Wamama tupo? Tutavaa kanga, tutavaa vitenge vizuri,
Hata kama unapitia changamoto fulani, yule baba akishamaliza kufanya hiyo changamoto, kama ni teke amepiga, kama ni kofi, anaenda huko kwenye mnaita sijui nini hiyo kona huko, anakuletea kanga, alafu badala ya kupata kuchukua sasa peleka huko, kumbe amekununulia kanga, hajui kusema nisamee, badala yake anakuletea zawadi. Badala aseme nisamee, amekuletea zawadi. Wewe badala upokee zawadi ufurahie, unaanza kusema unanipa zawadi na huko ulikuwa umenigombeza. Shie. Wewe upokea zawadi, mwambie baba asante, maisha yaende mbele. Wanawake wameumbwa kuleta utofauti. Wanawake wameumbwa kuleta mabadiliko. Nilisema juzi, ukinipa nyumba hii, umpe mwanamke mwenye uwezo wa kubuni, hii haitakuwa nyumba. Yaani umenipa hii, sijasema kanisa, nipe hii nyumba yenye kuta 4. Mimi hii nyumba nitaibadilisha, itakuwa kama guest. Milango hii